Ndugu mpenzi msikilizaji, karibu tena katika channel yetu ya Hadithi Vibes. Na siku ya leo nakuletea kisa kizuri cha kimapenzi kinachokwenda kwa jina la Dada Mfua Nguo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nami, nikusihi uweze kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kujulishwa pale tu tunapokuwa tunaweka hadithi zetu. Na kisha usisahau kulike, kucomment, kushare ili na wengine wajue. Hadithi hii imeandaliwa na kuletwa kwako nami Chief Coco. Tuanze moja kwa moja katika sehemu ya kwanza ya kisa hiki kizuri cha kimapenzi kinachokwenda kwa jina Dada Mfua Nguo. Nilikurupuka usingizini saa 2 kasorobo asubuhi. Mwanga wa asubuhi ulikuwa tayari umepenya kupitia pazia jembamba la dirisha langu dogo, ishara wazi kwamba nilikuwa nimechelewa. Mwili ulikuwa umechoka, kichwa kikiwa na uzito mzito. Usiku wa jana nilipanga mzigo wa mtumba hadi kuchelewa. Hoodies za vitenge, jinsi za zamani zenye story, mashati ya klasiki, kila kipande kikiwa na thamani yake. Hiyo ndiyo ilikuwa biashara yangu. Hayo ndiyo yalikuwa maisha yangu. Nimeharibu, nilijisemea. Nilikaa kitandani kwa sekunde chache kabla ya kusimama chapchap. Nilioga kwa haraka, nikavaa bila kufikiria sana. Nikafunga viatu huku akili yangu ikiwa tayari kwa appointment ya mteja wa jumla aliyesisitiza hata kosa leo mapema. Niliponyanyua mkoba wangu wa leather, ndipo nilisikia kelele nje. Nikatega masikio kama antena inavyonasa mawimbi. Zilikuwa sauti za kina dada wakipiga story, kicheko cha asubuhi, ile kelele ya kawaida ya wafua nguo waliokuja kibaruani. Walikuja katika kibarua hicho kufanya kazi hiyo kwa majirani. Nilisogeza pazia nikachungulia dirishani kimazoea. Ndiyo, sikukosea. Walikuwa wale wale wafua nguo wawili wa mtaa huu. Haikuwa mara yao ya kwanza kuja hapo. Nilishawahi kuwapa nguo zangu mara kadhaa wakanifulia. Lakini siku hiyo kulikuwa tofauti. Nilipokazia macho, niligundua walikuja watatu. Mmoja akiwa mgeni kabisa machoni pangu. Kazi ngumu sana. Si mwingi wa makelele. Mwili wake ulikuwa wa wastani, uliojipanga vizuri bila kujionesha. Ulijijenga hasa maeneo ya katikati ambapo macho yangu yaling'ang'ania. Sijui kwa nini. Alivalia gauni jepesi la rangi ya bluu lililotepeta na kunata mwilini alipoinama. Huku nyuma lilichora mstari mkubwa wa bonde la ufa kuanzia nchi ya kaskazini ulipootea uti wa mgongo kushuka nchi ya kusini ziliko hifadhi za taifa. Pembeni ya huo mfereji mkuu kulikuwa na michoro miwili iliyoanzia uvunguni mwa mlima Kilimanjaro karibu na hifadhi na kuachana kuelekea pembeni ya vile vilele viwili vya Kibo na Mawenzi. Ilikuwa ni ramani ya mipaka ya nguo iliyotangulizwa ndani kutunza hifadhi ya banati huyo. Alipoinuka sasa, kimo chake kilikuwa wastani, usawa wa mabega yangu kama tungesimama pamoja. Alipogeuka kusuuza nguo, uso wake uliwaka kwa weupe wa asili, huku ngozi yake ikijieleza wazi. Haikuwahi kuonja makeup. Mtoto wa Kiiraki huyo, ama wakinyaturu kwa haraka haraka nilipomtazama. Si unajua hawa watu hawajifichi bwana. Usomali kwa mbali, nywele mtelezo na pua ndefu ya kuonja mchuzi kabla ya ulimi. Macho yake makubwa na upole yalitoa taswira ya mtu aliyezoea kupambana na shida za kijijini, zile za kuchunga ng'ombe na shamba. Nywele zake hazikusukwa, ila zilikuwa zimefunikwa kwa mtandio mwepesi juu ya kichwa, kikiacha sehemu kubwa ya uso wake kutangaza uzuri wake. Vijana wa kileo wangesema alikuwa pisikali, lakini kwa haraka haraka nilijua anatoka kwa familia ya kawaida. Nilikuwa nimechelewa, lakini moyo wangu haukuwaza kuhusu ratiba. Nilimfuatilia kila kona aliyoenda, macho hayakubanduka kiunoni. Nilitazama. Saa ilisema saa 2 dakika 10. Oho, nilitoka nje haraka, nikifunga mlango nyuma yangu. Nilitamani kusema, chukueni nguo zangu, lakini akili ilinikumbusha mteja
muda na hela. Ndugu zangu, nilisema baada ya salamu fupi, leo nimechelewa sana, ila naomba mmoja wenu aingie tu achambue nguo zangu. Zipo zimechanganyikana, chafu na safi, zingine zipo juu ya kamba. Yule mgeni alikimbilia kitenge karibu yake na kujifunga alipoona macho yangu yanamchoma, si kwa kumkazia kule. Walitazamana, wakacheka, kisha macho yao yakamgeukia yule mgeni. Wale wengine walimwacha wakisema kwamba wanaenda kufua kwingine walikoalikwa, wakimsisitiza atawakuta huko akimaliza. Wapangaji wengine walikuwa tayari wamekwisha toka. Mji ulipoa. Niliondoka kwa haraka nikivuta pumzi ndefu, lakini baada ya mwendo wa dakika 5 hivi moyo wangu ulidunda vibaya. Nimesahau funguo ya dukani. Nilikumbuka. Nilirudi ghafla nikikimbia kidogo kuzifuata. Hapakuwa na mtu nje uwanjani. Ukimya ulitawala. Hata Linda, ile mfua nguo mgeni nilimwachia kazi, pia hakuwepo. Ameenda wapi? Kwamba ameshamaliza kazi? Haiwezekani. Sikuwa na muda wa kujiuliza zaidi aliko, kwani nilibanwa na haja ndogo. Nilipotoka mwanzo sikupata hata muda wa kujiweka sawa. Kichwani wazo lilikuwa kujisaidia, kisha kubeba funguo na kusepa. Nilisukuma mlango, haukuleta upinzani. Ina maana wameacha wazi wakaondoka? Sikuwa na jibu. Ulikuwa umeegeshwa tu. Nilichoma ndani kisha msalani, zipu ikiwa wazi. Moyo wangu ulipiga kwa nguvu nilipomkuta Linda peke yake bafuni, akiwa amekaa juu ya ndoo anaendelea na kazi yake ya kufua. Macho yalikutana. Alipigwa na butwaa kuniona. Na zaidi ya yote ni ile zipu. Hakutegemea. Mimi nami macho yangu yalitua juu ya hazina yake niliyoiona bila kizuizi. Maskini. Sijui aliwaza nini, lakini nadhani aliamua kuingia bafuni kuendelea na udobi, sababu alikosa kampani nje. Huko bafuni alivua gauni lake. Niliona likining'inia ukutani juu ya henga pamoja na nguo yake, ile ndogo kuliko zote. Ipo pale inanitazama kwa jicho la kuniita. Yeye alikuwa amejifunga kitenge tu badala yake. Aliona linamtinga kunyumbulika anapowajibika, akaona isiwe shida. Akazitupilia mbali. Kazi iendelee. Amehofia nani wakati alikuwa peke yake? Jay! Aliita akiwa anahemea juu juu kwa mshtuko. Tukabaki tunatazamana kiaibu, kila mmoja akiwa haamini anachokiona. Akili ilimrudia. Akavuta haraka haraka kitenge ili ajistiri maungo yake yaliyoshiba usichana uliochanua. Alichelewa, kwani tayari nilikwishaona mubashara maajabu ya siku. Yeye pia alikuwa ameshuhudia tukio kali zaidi kuwahi kumtokea. Samahani. Maneno yaligongana na kupotea. Nimekosea. Pole sana. Sikujua ungekuwa humu, nilisema kwa sauti iliyokosa muunganiko. Huku mwili ulinisisimka bila ruksa, nikajawa na jini mahaba. Akili ya kwanza ilinihamasisha nivunje amri, na wazo hili lilizidi nguvu ya uvumilivu. Haraka haraka hesabu yangu ikanijia nifanye kitu. Nilitoka nje haraka na kufunga mlango wa bafu, lakini kitu tayari kilikuwa kimekwisha tokea. Si kwa macho wala kwa tukio lenyewe, bali kwa hisia ya kwanza, ile iliyokuja bila kupenda na kuacha alama moyoni. Niliganda nje ya mlango wa bafu nikiwa na mchanganyiko wa mawazo. Akili iliniambia nifanye kitu. Hivi ikimbana humu atakataa? Akikataa itakuwaje? Lakini tuko peke yetu. Akizingua na mlazimisha. Nilishika hendo ya mlango wa bafu tena, tayari kufanya mamafia. Huku niliungua ndani kwa ndani. Nilifungua tena kwa tahadhari, nikamtazama. Linda. Bado maneno yalinikwama kooni. Hapana.
Nitajivunjia heshima kwake. Mazuri hataki haraka. Ngoja muda ufike. Atanikoma. Nilibadili uamuzi. Linda, kwa heri baadaye. Nilichukua funguo zangu juu ya meza na kutoka nikiwa na maumivu yangu. Kichwani taswira ya nilichokiona kwa Linda ilijirudia. Na hapo ndipo stori yangu na huyo dada mfua nguo ilipoanza. Mwisho katika sehemu ya kwanza ya hadithi hii ya dada mfua nguo. Nikusihi tu uweze kuambatana nami katika sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri, uweze kujua nini kitatokea hapo. Naitwa Chief Coco, mwandaaji na msimulizi wako. Chao.